Ya yote ndugu zangu, leo tunaenda kutazama ndoto ya kufa, ndoto ya kuona unaiona maiti ama wewe umekufa ama mkeo. Kuhusu kufa tutaenda kutazama katika nyanja mbalimbali. Sasa kabla tujaingia kwenye ndoto hiyo, mimi niweze kukwambia usisahau kucomment, kulike, kushare, kusubscribe. Ndio kitu muhimu zaidi ambacho hicho kitakufanya wewe kuwa mwanafamilia wa chaneli hii ya Ibn Umar Al-Mukhtar Online TV, bila kusahau ile alama ya kengele ambayo utapata notification zote na taarifa zote zitokazo hapa kwenye chaneli yetu hii pendwa. Sasa kumbuka kwamba ndoto yako bishara yako, ndoto yangu bishara yangu. Kwenye kipengele hichi cha kufa, tukianza na nukta ya kwanza, mwanazuoni huyu Muhammad ibn Sirin na mwingine katika mwanazuoni An-Nablis wanasema kwamba waman raa annahu mata, yule ambaye atakayeota kuwa amekufa, wa humila ala a'naqi rijal, kisha akabebwa katika shingo za wanamume, walam yadfin fa innahu yuqharu a'daihi. Ikiwa mtu ameota kwamba amebebwa na wanamume katika shingo zao, yani wamemweka katika mabega yao karibia na shingo kwa ajili ya kwenda kumzika, lakini hajazikwa, wala yudfin, lakini hakuzikwa mtu huyo, yani amebebwa kana kwamba anaenda kuzikwa lakini hajazikwa, basi mtu huyo atakuwa haonekani kwa maadui zake. Maadui wanamtafuta lakini anakuwa haonekaniwi. Lakini akaendelea tena kusema katika nukta nyingine, waman raa annahu aasha baada mautihi, na yule ambaye atakayeota kuwa anaishi baada ya kufa kwake, fa innahu yastaghna baada faqrihi, mtu huyo atatajirika baada ya ufakiri ama yale maisha duni aliyokuwa nayo, au yatubu min dhambihi, ama atatubu kutokana na madhambi yake. Wa inkana ra'i musafira, na ikiwa yule anayeota ni msafiri, raji'an saliman ila watanihi, atarejea salama katika mji wake. Lakini nukta nyingine ya kuota mambo ya kufa inasema kwamba waman ra'a maitan ma'rufan annahu qad mata wa alayhi buka'un wa sarakhun fa inna shakhsan min aqba au min ahlihi yamut, kwamba yule ambaye atakayemota mtu maarufu, yani mtu anemjua kademata wa alayhi bukahu, na mtu huyo akawa sasa yeye anamlilia mtu huyo na kumpigia mayo, yani kwa huzuni. Fa inna shakhsan min aqabahu, kwamba hakika ya mtu katika watu wake wanaomfuata, aqbatahu, katika wale watu ambao wanaomfuata ama watu wa karibu yake, au min ahlihi, ama katika ndugu zake, ya mtu, basi atakufa. Ikiwa wewe umeota mtu unayemfahamu amekufa na ukamlilia kwa mayowe, basi katika ndugu zako ama watu wako wa karibu anaweza kufanyaje? Kufariki. Lakini anaendelea tena kusema mwanazuoni huyo, wa in lam yakuna alayhi bukaun, ikiwa wewe haulii wala haupigi mayowe, fa inna ahada min ahlihi yatazawaj, basi moja katika wa ndugu zako wataoa, wa yakunu lahu farahan wa sururun wa arus, itapatikaniwa furaha na bashasha na sherehe kiujumla. Manake kama inavyokuwa harusi, tumezoea harusi inakuwa ni yenye furaha, watu wanashereheka, wanashangilia kwa ndugu yao kuoa. Sasa ikiwa wewe mtu huyo uliyemuota maarufu ukawa umlilii, yani wewe unamfahamu, ukawa mtu huyo yani unamfahamu ukawa umlilii wala upigi mayowe kutokana na huzuni yako kwake, basi ndugu katika ndugu zako ama moja katika ndugu zako wataoa na itapatikana furaha na bashasha kwa kuwa kwake. Lakini nukta nyingine ya kuota kufa ama nukta nyingine ya kuota mambo ya umauti, anasema mwanazuoni, waman raa, na yule mwenye kuota ama kuona zaujatuhu matat wa ashat nala faidatu min zar'i, kwamba yule atakayeota sasa hakika ya mkewe amefariki kisha akaishi baada ya kufa kwake kule, yani amefariki afa akarudi tena katika kuishi, na la faida min zar'i, atapata faida
kutokana na kile alichokipanda. Yaani kile alichokipanda kama ni katika hali ya kupambania mambo ya kibiashara ama mambo ya kilimo, chochote kile ambacho kinaonekana ni sehemu ya kupanda ambacho kitakuhitajia wewe kupata manufaa, faida, mavuno, basi utapata mavuno kutokana na hicho ulichokipanda. Waman wajada maitan asaba malan, yule atakayeiona, yani atakayepata, yani atakayepata kuiona maiti pahali, basi mtu huyo atapata mali. Yani umemwona tu maiti basi utapata mali. Ndoto hiyo inamaanisha hivyo. Lakini nukta nyingine ya kuota mambo ya umauti ama maiti, anasema mwanazuoni, waman raa, na yule atakayeota, anna al-imamu mata, hakika ya imamu kiongozi amefariki, kharabat al-balad kama annahu, basi mji utafanyaje? Utaharibika. Yani kumuona kiongozi imamu amefariki, basi mji utaharibika. Kama annahu, kama ilivyo, anna al-balad kharabat, kama itakavyokuwa kwamba mji umeharibika, basi mata imamu atafanyaje? Atafariki. Ikiwa mji umeharibika atafariki imamu, ama ikiwa imamu amefariki mji utafanyaje? Utaharibika. Lakini nukta nyingine ya kuota kufa ama kuota umauti, anaendelea kusema kwamba mwanazuoni waman raa annahu la yamut faqad qaruba ajalihi, kwamba yule ambaye atakayeota hafi, basi umekaribia umauti wake. Lakini ndoto nyingine ya kuota kufa, anasema maraa annahu mata fi naumihi min khairi maradhi, yule ambaye atakayeota amekufa katika usingizi wake, min khairi maradhi, kinyume na maradhi, fa innahu tatulu hayatihi, mtu huyo atakuwa na maisha marefu ama atakuwa na urefu wa maisha. Sasa mpaka hapa tulipofikia, mimi niweze kuweka nukta, iwe nukta ya mwisho hii katika kuzungumzia ndoto kwenye upande wa kufa ama kwenye upande wa mauti. Lakini tutaendelea tena, kwa maana ndoto za kufa zina yani ndefu sana, zina vipengele vingi sana. Kwa hiyo kadiri ya hali tutakuja kuendelea tena katika kipande kijacho inshallah, pale ambapo Mwenyezi Mungu atakapopenda. Zaidi niweze kukwambia ndoto yako bishara yako, ndoto yangu bishara yangu. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho umekipata hapa ambacho ushawahi kukiota katika ndoto katika usingizi wako, basi kifanyie kazi. Ikiwa ni kibaya, muombe Mwenyezi Mungu akuepushie, na ikiwa ni kizuri, basi muombe Mwenyezi Mungu akujalie inshallah biidhnillah. Nipende kurudia tena kukwambia kwamba usisahau kusubscribe, kushare, kulike pamoja na kucomment katika channel yako hii pendwa ya Ibn Umar Al-Mukhtar. Kwa tiba, dua na ushauri unaweza kutupata kupitia namba za simu unazoziona katika simu yako ama runinga yako. Lakini yule ambaye anahitaji sasa kutafsiriwa ndoto binafsi, maanake kuna ndoto nyingine utajikuta kwamba umefanya upekuzi lakini hujaipata kutokana na vile ambavyo wewe unaona nimeota, hii mboni kama nilivyoota bado sijaipata maana yake, basi unaweza kutupigia simu tukaweza kukutafsiria ndoto yako hiyo. Nipende kumalizia kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amni, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.